Karibu tena mtazamaji wetu kwenye kipindi cha elimu leo. Niko na Madam Suzy kama ilivyo kawaida, na kama ilivyo ada tumekuwa na nafasi nzuri ya maswali kwa ajili yako ili uweze kutuuliza maswali, na maswali yamekuwa mengi sana. Sasa tulikuwa na swali moja la msingi kwenye kipindi kilichopita cha mdau aliuliza kulogwa ni nini. Tumeshatoa ufafanuzi wake, na leo nafikiri tutaendelea na session ya pili. Swali la pili lilikuwa lipi la yule mdau? Asante. Mdau aliuliza inasemekana ili uweze kulogwa lazima uwe umekubali wewe mwenyewe. Lazima uwe umekubali mwenyewe. Na ni kweli, ili uweze kulogwa ni lazima wewe mwenyewe uwe umekubali. Kukubali kwa maana ya kujiexpose. Kwenye video ya kwanza nilizungumza ya kwamba kuna nguvu inatoka kwenye nafsi yako. Maana yake hiyo nguvu inahitaji kuwa preserved, kulindwa pamoja na kutunzwa. Kuna mwanazuoni mmoja alizungumza kitu kinaitwa external locus of control. Tafsiri yake ni kwamba maisha yako wewe ili ulogwe ni lazima kwanza ufike mahali hayo maisha uwaachie watu wengine. Kuna watu wanafika mahali kila kitu kinachotokea kwenye maisha wanawatupia mizigo watu wengine. Anasema kwa mfano, anasema mimi najua tu mimi nafeli shule, itakuwa wale ndio wanaoniroga. Mimi najua tu maisha yangu mimi hayawezi kwenda bwana. Sisi familia yetu sisi huwa hatwendi, tunalogwa tukiwa darasa fulani, tunaharibika kabisa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kile kitendo cha kuitoa nafsi yako sadaka ndio wewe unakuwa umekubali, Madam Suzy, kwamba nirogeni. Umenielewa vizuri? Tafsiri yake ukiamua kuwa defiant, kukataa, huwezi kulogwa. Kwa nini huwezi kulogwa? Huwezi kulogwa kwa sababu sehemu inayorogwa kwenye maisha yako ni sehemu ambayo Mungu kaificha sana, inaitwa nafsi. Sio nje. Ingekuwa nje kama masikio kila mtu analoga anaenda nayo. Lakini ni sehemu ambayo Mungu ameificha mbali sana. Na ukumbuke hata anayetaka kukuroga hawezi kukuroga mpaka apate taarifa zako mbalimbali. Na anazipata wapi? Wewe unakuwa sosi mwenyewe. Inafika mahali hamna mtu anaweza kukuroga mpaka ajue majina yako. Hawezi mtu kukuroga mpaka ajue unafanya kazi wapi. Hawezi mtu kukuroga mpaka ajue unaamini nini. Tafsiri yake ni kwamba mtu yote anayekuroga amesha tafuta magnitude, amesha pima uzito wako, alafu cha pili ametafuta proximity, ukaribu wa kukuapproach, na ameupata. Umesikia Madam Suzy wakati fulani kuna mtu anasema mimi siku moja nilikuwa napika shamba, nikasikia sauti mtu ameniita jina langu, nikageuka hivi polini, ghafla nikajikuta binti mmoja mwaka 1900 nafikiri 95 alikuwa anapita, akasikia jina mtu amemuita. Aliposikia jina akageuka, alipogeuka akaanguka hapo hapo. Alipoanguka hapo ndio akajikuta ameanza kuumwa, akakaa ndani mpaka mimi namfanyia maombezi mwaka 2000 angalau na 9 au na 10 ndio anafunguliwa. Miaka yote alikuwa anaishi ndani tu. Nini kilitokea? Aliitwa jina. Baada ya kuitwa jina alipogeuka ndio hapo akaanguka. Sasa uchawi, watu wanaanza kusearch kwamba amerogwa pale alipoanguka. Kumbe hawa watu walianza kumfuatilia taratibu, wakaanza kumpima, wakajua anaamini nini, aamini nini. Kwa hiyo kurogwa kuna wakati ni kupenda pale ambapo utapojiweka mbali na uso wa Mungu, kwa sababu wanasema chaja kubwa sana ya kuichaji nafsi iwe na nguvu, wanasema ni maombi. Na ni maombi kwa nini? Yes, kwa sababu sisi ni celestial being, kama nilivyosema video ya kwanza. Sisi ni viumbe ambao asili yetu ili tupate nguvu tunahitaji ukaribu na Mungu. Aweze kutupampu tuweze kupata ile power ya kuweza kusurvive. Sasa maana yake ni kwamba ili mtu akuloge ni kwamba wewe mwenyewe umependa kujiexpose ili aweze kukuloga. Unajua uchawi sio magonjwa. Magonjwa yapo ambayo yanatokea wewe hujataka. Kama hii nyani ya hii homa ya nyani sijui imekuja, umeelewa vizuri? Ni imetokea hivyo. Lakini kurogwa ni pale ambapo umeamua nafsi yako kuisacrifice, kuiweka sadaka. Kwa hiyo ili usirogwe ufanye nini? Lazima uwe mtu wa maombi, uwe karibu na Mungu. Uwe mtu unayekaa kwenye neema ya uokovu. Alafu jambo la tatu la muhimu sana ili usirogwe, hakikisha unatengeneza privacy ya taarifa zako. Yaani sio tu ghafla umesema umepata safari ya kusafiri nje ya nchi, unaanza kijiji kizima kutangaza mwenzenu unaenda Ulaya au utavuka. Lazima uweke vitu vyako secret. Ghafla tu wewe mama ulikaa unahangaika, una survive kuwa mjamzito, sasa umekuwa mjamzito, unatembea mitaani kote mwenzenu tayari, mwingine huwezi kusurvive. Ghafla mtoto wako amefaulu, kuna wazazi wengine ni waseme kwa nguvu. Mnachukua mitihani ya watoto wenu, mnabandika mtandaoni, mnaposti, mnaona kama starehe, watoto hao hawatavuka. Kwa hiyo mtoto huyu akirogwa ni kwamba wewe ndio umetaka alogwe.
kulogwa. kwa sababu umeopen milango ya mtoto kulogwa. Kwa hiyo kulogwa ni kutaka. Karibu tena kwenye session nyingine. Bye bye.